Ewe kijana, ujana ni kipindi cha thamani kubwa katika maisha ya mwanadamu, lakini ni kipindi cha kuwa na nguvu nyingi, afya na akili timamu. Lakini ni kipindi kilichojaa mitihani, matamanio na vishawishi vingi vya dunia. Usipoteze ujana wako katika mambo yasiyo na faida, kama starehe za muda mfupi, kama ulevi, uasharati na mazungumzo yasiyo na maana au faida yoyote. Fahamu kuwa siku moja utahesabiwa juu ya ujana wako kwamba uliutumia katika nini. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipata kusema kwamba miguu ya mtu haitasogea siku ya Kiyama mpaka aulizwe mambo manne. Katika hayo mambo manne akatutajia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mtu ataulizwa juu ya ujana wake aliutumia katika nini, kwamba je, aliutumia katika mambo ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba ujana ule aliutumia katika mambo gani. Hadithi hii amepokea al-Imamu Tirmidhi. Ewe kijana, tumia nguvu zako kufanya ibada, kuwahudumia wazazi na kutafuta elimu na kusaidia wenzako ambao hawajiwezi, lakini na kuwa kiongozi mwema wa tabia zilizokuwa nzuri na tabia njema zinazoridhiwa katika jamii, kwani hayo ndiyo mambo yatakayokusogeza karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yatakayokufaidisha duniani na akhera. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza ndani ya Qur'ani sura ya 16 aya nambari 128 aliposema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, kwamba hakika Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wanaomcha Mungu na wanaofanya mema. Kwa aya hii inaonyesha kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja, kwa maana kuwasaidia wale ambao wanaomcha yeye na wanaomtii, basi yuko pamoja nao kwa kuwasaidia na kuja kuwalipa malipo yaliyokuwa mazuri. Ewe kijana, kumbuka ulimwengu huu ni wa muda mfupi, lakini akhera ni ya milele na milele. Usikubali nguvu zako zipotee katika mambo ya haramu na mambo ya muda mfupi, bali zitumie nguvu zako kufanya mambo ambayo ni yenye kudumu na yenye malipo makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Fahamu kuwa kijana anayemcha Mwenyezi Mungu wakati wa ujana wake ni mmoja wa watu 7 ambao watakaopata kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama, siku ambayo tunaelezwa jua litakuwa karibu zaidi, litakuwa linaunguza vikali sana. Kwa hiyo kijana ambaye atakuwa akimtumikia na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi atakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hilo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametueleza pale alipokuwa akitutajia watu 7 watakao kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika watu wale aliyowataja akasema, na kijana aliyekulia katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana kijana aliyekulia, aliyeutumia ujana wake kumtumikia Mwenyezi Mungu, kumwabudu Mwenyezi Mungu na kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akautumia ujana wake katika maisha ya kumridhisha Mwenyezi Mungu, basi kijana huyu atakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama. Hadithi hii amepokea al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim. Ewe kijana, jitahidi kujenga misingi thabiti ya maisha yako ya sasa na maisha yako ya baadaye baada ya kifo. Usisubiri kufanya mambo au kubadilika kwa kusema nitabadilika uzeeni, kwa sababu hakuna katika sisi anayejua anaondoka lini. Kwa hiyo tumia
maisha yako ya sasa au tumia ujana wako wa sasa kufanya mambo yatakayokusaidia uzeeni, lakini mambo yatakayokusaidia baada